Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'ani, anasema qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala, anasema je, tuwaambie kuhusu watu waliokula hasara zaidi kimatendo, yani kwa maana watu waliopata hasara zaidi katika matendo yao. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza, anasema kuna watu ambao wamefanya jitihada katika dunia, wamehangaika sana katika dunia, wamefanya matendo mbalimbali, lakini matendo yao walioyafanya yamepotea bure, ilhali wao wanadhani kwamba matendo wanayoyafanya hapa duniani ni mazuri. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Watu waliokula hasara zaidi, anasema Allah, kimatendo, kwa matendo yao ni wale ambao jitihada zao duniani zimepotea bure walizokuwa wakifanya, lakini wao wenyewe wanadhani kwamba wanafanya vizuri, wanafanya vyema. Miongoni mwa watu hawa, ndugu zangu, ni mawahabi. Mawahabi kuwafarakanisha Waislamu, kuwatenga Waislamu, kukufurisha Waislamu na vurugu nyingi wanazozifanya, kuleta fitna katika umma, kufundisha itikadi potofu na mengi mengineyo. Wao wenyewe wanajiona wako sawa, lakini Allah anatuambia watu kama hawa ni watu ambao licha ya kwamba wanajiona wako sawa, wanafanya vizuri, lakini jitihada zao na matendo yao ni bure tu wanayoyafanya duniani. Kwa hiyo Allah anatupa taswira kwamba kuna watu hapa duniani watakuwa wanafanya juhudi, wanatenda matendo mengi, lakini hao ndio watu waliokula hasara zaidi, kwamba wamefanya matendo ya ovyo, lakini wao wenyewe wanajiona wako sawa na wanaendelea kutenda. Kuna clip moja nimeisikia, imewekwa hiyo clip katika channel moja. Hiyo channel kama sikosei jina lake inaitwa Abdullah Hudhud, channel ya Kiwahabi. Ndani ya hiyo clip mzungumzaji anaitwa Mursal Khamis, naye ni Wahabi jahil. Huyu Mursal amezungumza maneno ya ajabu sana, maneno ya uongo, na pengine yuko ndani ya msikiti alikuwa anazungumza maneno haya, pengine maneno ya uongo, maneno ya kustaajabisha sana. Ingawa mimi sikushangaa sana mimi binafsi, kwa sababu na wajua watu hawa ni watu wa aina gani. Mimi najua vizuri kwamba pote la mawahabi ni pote la Kiyahudi na lina support Uyahudi na linawasapoti makafiri kuliko hata Waislamu wenzao. Yani mawahabi, chuki walionayo dhidi ya Waislamu wenzao wa madhehebu mengine isiyokuwa yao ni kubwa kuliko chuki walionayo kwa makafiri. Huo ndio ukweli, hata kama ndimi zao zitasema kinyume na hili. Wanavyowachukia Ibadhi mathalan, wanavyowachukia Shia, wanavyowachukia Ahlus Sunna wal Jamaa, al-Ash'ira na wengineo wasiokuwa wao, chuki zao ni kubwa kuliko hata kwa makafiri. Huu ndio ukweli, na mfano dhahir ni wa huyu Wahabi jahil fasik Mursal Khamis. Anasema huyu Wahabi kwamba Khamenei, yule kiongozi wa Irani aliyekufa, Allah mghfiri, anasema ameua Waislamu wa Ahlus Sunna zaidi ya milioni 2. Mnawaonaga wale Hamas wanapotoka na magari ya kifahari, silaha wanatolea watu, zile zinatokea Irani. Mipango ikapangwa, wakawachokoza Mayahudi kwa makusudi, kwa mipango, ili Gaza ivamiwe. Gaza ikavamiwa, wao wakaua watu 1200 tu. Matokeo yake kwa uchokozi ule, Waislamu wa Gaza zaidi ya 100,000 wameuawa na Netanyahu. Huu ulikuwa ni mpango wa Irani na Mayahudi kupitia kundi lao la Hamas. Huu ulikuwa ni mpango wa Irani na Mayahudi kupitia kundi lao la Hamas. Bwana huyu Al-Khamenei aliyeuawa juzi mpaka amefariki, ameua Waislamu kupitia makundi yake haya zaidi ya milioni 2. Waislamu wa Sunna na wakimbizi kwenye hizi nchi zaidi ya milioni 20 waliokimbia nchi zao wa Al-Sunna. Netanyahu tangu aingie madarakani pale Israeli, huyu Myahudi ana miaka 30, ameingia mwaka 96. Ameua watu wa Gaza wanakadiriwa kwenye 100,000 na ziada.
Huyu khabithi wa Iran ameua Waislamu milioni 2. Nani zaidi? Nani zaidi? Nani zaidi? Hebu Mursal, tuletee ushahidi. Tuletee ushahidi hasa, sio propaganda na maneno ya kukota. Tuletee ushahidi thabiti hasa unaoonyesha kwamba Khamenei yule aliua Waislamu Ahlus Sunna zaidi ya milioni 2. Hebu tupe ushahidi, tuletee ushahidi. Bali akaja akasema kwamba yale mauaji ya Gaza pale yaliyofanywa na Israel wakishirikiana na Marekani, anasema yale mauaji ni mpango wa Irani na kiongozi wake aliyekufa walipanga na Israeli ili kuwaua watu pale Gaza. Kwa hiyo maana yake mauaji yale yeye akayanasibisha kwa Khamenei, akasema yeye Khamenei ndo aloua watu Gaza. Ajabu sana wallahi. Yani anatumia nguvu nyingi kumtetea Netanyahu na makafiri wenzake, na anatumia nguvu nyingi kumponda yule ambaye tunaona sisi kwa dhahiri kwamba ni Muislamu, Khamenei. Basi mtu hata kama wewe hukubaliani naye, hata kama mtu ni mshia, ana madhaifu yake katika dini, ana makosefu yake, lakini ndo umsingizie uongo, ndo uwe pamoja na kafiri, basi ndo uwe pamoja na makafiri. Nadhani kwa wale ambao wananifuatilia tumeshaeleza katika vipindi vilivyopita, tulieleza kwamba kwa ujumla sisi tunasema mashia ni Waislamu, na niliweka mpaka kauli ya nani ya Albani, shekhe wao. Lakini hawa mabwana hawezi kuishika hii kauli ya Albani. Hawezi kuishika kwa sababu mbili. Kwa sababu ya kwanza, yeye mwenyewe shekhe wao Albani wanaona kauli yake na vitendo vyake ni tofauti. Wanaona kwamba yeye mwenyewe alikuwa ni mkufurishaji mkubwa wa Waislamu. Kwa hiyo wanaona kama ile kauli na vitendo vyake ni vitu tofauti, kwa hiyo bora hawakubaliani nayo. Huo ndo kweli. Jambo la pili ndo mwenendo wao kuwasapoti makafiri, kwa sababu hawa watu ni wana itikadi ya Kiyahudi. Kwa hiyo hawawezi kumwacha mkono Netanyahu, lazima wamsapoti tu. Eti anasema Khamenei kaua Waislamu zaidi ya milioni 2. Tena ndo alofanya mauaji ya pale Gaza. Halafu anasema Netanyahu tokea alipokaa akafanya mauaji kama ya watu laki. Netanyahu tangu aingie madarakani pale Israeli, huyu Myahudi ana miaka 30 hivi, ameingia mwaka 96. Ameua watu wa Gaza wanakadiriwa kwenye 100,000 na ziada. Kwenye 100,000 na ziada. Huyu khabithi wa Iran ameua Waislamu milioni 2. Nani zaidi? Yani anataka kutuambia kwamba huyu Netanyahu afadhali kuliko Khamenei. Allahu akbar, subhanallah. Halafu huyu ni Muislamu. Yani ametumia nguvu nyingi kumtetea Netanyahu, na ametumia nguvu nyingi kumponda Khamenei. Yani bora Netanyahu kuliko Khamenei. Ametubainishia wazi wazi. Wallahi mimi huwa najiuliza sana, hivi mtu anayeingia kwenye uwahabi huwa anafikiria kweli? Anatumia akili ya sana, anafikiria, anakaa chini anafikiria kabisa kwamba mimi niwe muwahabi, kuanzia itikadi yenyewe ile, itikadi ya uwahabi ilivyo mbovu, mwenendo wa mawahabi, mtu hushawishika na nini hasa mpaka kuingia kwenye uwahabi? Hili jambo mimi najiuliza sana. Na ndio maana sisi tunasema kila siku, lau atakaa mtu atafakari mara moja tu, hawezi kuingia kwenye hili kundi. Mara moja tu akikaa akitafakari, hawezi kuingia. Kwa sababu hili kundi lengo lake kubwa ni kusapoti ukafiri. Na rejea tena, hawa watu chuki walionayo kwa Waislamu wasiokuwa wao, yani kwa Waislamu wa madhehebu nyingine ambao sio katika kundi lao, chuki zao kwa Waislamu wenzao ni kubwa kuliko chuki zao kwa makafiri. Hata kama maneno yao yatapingana na hili, lakini uhalisia wa vitendo ndo huu. Ni watu wa kuepukwa, ni watu ambao ni fitna Allah ametuletea kama ni mtihani katika dunia hii, mawahabi.